Unajua ili hali kama hiyo iwepo, lazima yule ambaye ni rais wa nchi ambaye anaishi katika State House awe ni mtu ambaye ako na confidence kwa Wakenya kuweza kuongoza jinsi ambavyo katiba inataka. Lakini serikali za Kiafrika nikiziangalia siku hizi zinakuwa zinaogopa wananchi wake, zinaogopa mabunge yake, ya kwamba marais ambao wanachukua uongozi wako na interest nyingi sana za kwao, zinazosababisha kwamba wasiwache bunge lijisimamie. Kwa sababu wakiliwacha bunge lijisimamie, pengine bunge itapitisha miswada ambayo inachukua misimamo ambayo haiwafaidi wao kama wao binafsi. So Kenya kwa wakati huu chini ya uongozi huu wa William Ruto, hali kama hiyo haiwezi kuwepo kwa sababu mnaona kwamba yeye ni mtu ambaye ako na his own interests na anahakikisha kwamba hayo yote yanapitishwa. Kumbuka, don't you think Mheshimiwa kwamba it's about time you people, you members of parliament, you also stand to be counted, and instead of kuchukua blame kumpelekea rais, nyinyi pia kama wabunge mkubali tu kwamba as members of parliament we've failed in our mandate. Siwezi kusema kwamba mimi nimefeli kwenye mandate yangu, kwa sababu mimi kama mbunge wa Bomachoge Borabu, yale ambayo nimehitajika kufanya ndani ya bunge nimefanya. Sisi tuko upande wa minority. Tumepiga kura zetu, hazijatoshea. Upande wa majority miswada inapita. Lakini katika responsibility zetu, mimi kama mbunge wa Bomachoge niko na furaha kwa sababu sijaweza kuonyesha wananchi wangu mgongo. You umezungumzia upande wa minority and majority, and I'm just thinking, do you even have majority na minority katika hili bunge? Do we know who is where? Kwa sababu wakati mwingine Junet anazungumza and you're wondering, okay, I actually thought he's supposed to be the minority leader. Kweli. Ichungwa anakuja anazungumza and you're wondering, I actually think he is the majority. I don't know. Do we really have majority and minority side katika as it is right now? Hakuna, kwa sababu yule minority leader sasa si ndio more majority than the majority. Mambo ni kama namna hivyo ndugu yangu. Lakini unadhani kitu gani kinafaa kufanyika ili kuweza kuhakikisha kwamba kiukweli taasisi ya bunge inakuwa huru ilivyo katika katiba? What is supposed to happen? Na nakuuliza swali hili kwa sababu hivi majuzi tumekuwa na mbunge ambaye aliketi mahali umeketi pale na akawa anazungumzia hata speaker wa bunge la kitaifa Moses Wetangula, he's a party leader katika serikali ambayo alisaidia kuibuni na shares, nikitumia neno lile shareholding katika serikali hii ya Kenya Kwanza. What can be done? Ni kitu gani ambacho tunaweza tukafanya kama taifa, ukitoa maoni yako, ili tuhakikishe kwamba tunapozungumzia uhuru wa taasisi ya bunge ni uhuru kweli? Kwa wakati huu nafikiri kwamba the most consequential office in the land is the office of the presidency, na hiyo ndio ina set the agenda for the country. Yule rais angeweza kutekeleza wajibu wake kama vile ambavyo aliapa wakati alipochukua hatamu za uongozi, then tunaweza kuwa na situation ambaye these three arms of government kila moja itatekeleza upande wake. Judiciary, kwa sababu ni another arm of government, inafaa kuhakikisha kwamba inaendeza biashara yake bila ya kukuwa influenced by the executive. So that's why unaona wananchi wengi wanasema kwamba kunafaa kuwa na mabadiliko in 2027. Okay. Ya kwamba tuwe na mhudumu ndani ya State House ambaye atafanya wajibu wake kama executive na ataruhusu bunge pia kutekeleza wajibu wake. I think hiyo bila pasi na kuwa na mhudumu ndani ya State House ambaye anaheshimu katiba, bado tutakuwa na situation hii. Labda wapiga kura
especially kuelekea uchaguzi mkuu ujao, labda wapiga kura wawe makini ni nani wanachagua kumwakilisha katika bunge, kwa sababu tunapozungumzia bunge hili la 13 si lote limeoza. Tunazungumzia kwa mfano, ukizungumzia finance bill, kuna wabunge ambao waliweza kusimama tisti licha kwamba ni wachache. And of course wewe mwenyewe umesema kwamba vile vile uliweza kusimama tisti na kutangaza msimamo wako. Kwa hivyo changamoto vile vile labda ni kwetu sisi wapiga kura, kwamba we also need to ensure that we are electing the right people to go and represent us. Kweli kabisa. Ukitafuta wananchi pia wanafaa kuangalia record ya wabunge na waone kama huyu mbunge tukimchagua, will he exercise an independence of mind katika bunge, ama atakuwa yule ambaye pia atashikilia msimamo ambao anapatiwa kutoka kwa executive. Labda tukimalizana swala hilo, tuchoree picha kidogo ya the National Assembly sasa hivi. Do you guys have PGs now that kuna mchanganyiko? Kwa mfano hao 40, was it kisadfa ama kuna labda arrangement fulani? Is there a certain leadership? Hata nyinyi kama leader mwananchi, do you have a parliamentary sort of caucus ya linda mwananchi, ama sasa hivi hali ilivyo kutokana na mchanganyiko huu, kila mtu anajiamulia kivyake sasa hivi bungeni? Kwa kweli ndugu yangu Sakali, kwa sasa kama kuna PG, I think PG zinafanywa na mrengo wa broad based. I think huko wanakuwa na vikao vya State House. Sisi kama wale wabunge wa ODM ambao support broad based, ambao ni wasi, tunakuwa na vikao vyetu mbadala vya wabunge ambao support broad based. So kuna vikao mbalimbali ndani ya bunge sasa. Lakini kikao kikubwa kabisa ni hicho cha wabunge wa broad based. Ningependa kukujulisha ndugu yangu kwamba wakati tulikuwa tunajadili mswada wa finance bill, kulitokea na pendekezo kwamba KRA inaweza kuchukua systems kadhaa ikakuja ikazitumia ikakufanyia assessment wewe ndugu yangu, ikasema kwamba wewe unastahili kulipa ushuru wa milioni 10. Wakati inakuletea demand ya shilingi milioni 10, kulikuwa na pendekezo kwamba wakati mnapoendelea, ikiwa wewe ukubaliani na hiyo assessment, kulikuwa na pendekezo kwamba ulipe kwanza hiyo milioni 10 kwanza, kabla ya kukata rufaa ama kuwasilisha malipo. Alafu ndo uendelee kukaa kwa meza na KRA, uendelee kunegotiate upande wao, yani uendelee kujadiliana na wao ya kwamba ni kweli ama si kweli kwamba unafaa kulipa ushuru huo wa milioni 10. Wakati pendekezo hilo lilikuja kwa floor kidogo, wakati huo niliona kwa mara ya kwanza bunge lote likikubaliana kwamba hilo pendekezo litakuja kuumiza upande wa serikali na upande wa upinzani na kuumiza Wakenya kwa ujumla. Kwa haraka sana niliona kiongozi wa walio wengi akiomba consultation zaidi, na tukaona kwamba hata kama walikuwa wameweka division, tuliona kwamba pendekezo hilo lilikuwa withdrawn. Na hiyo inakuonyesha kwamba sisi kama wabunge tuko na ability ya kuangalia ni nini ambacho ni kizuri kwa wananchi, ni nini ambacho ni kibaya. Kwa sababu kama tungekubaliana kwa swala kama hilo, mbona tusikubaliane kwa mengine mengi ambayo yataboresha hali ya maisha ya wananchi?